Nimekusalimu, habari yako, natumai mzima, Mungu amekuongoza, amekulinda, na amekusaidia ukaweze kuiona siku ingine. Kwa majina naitwa Magdalene. Asante sana kwa wageni wamekuja katika hii channel. Naomba Mungu akaweze kutuongoza, tukaweze kumuelewa zaidi. Siku ya leo, nitasoma kitabu cha Luka Mtakatifu 9. Na wacha tuombe, ndio tukaweze kusoma hilo neno. Mungu ishie mahali pa juu mbinguni. Hakuna mwingine kama wewe, anayestahili sifa kutoka mioyoni mwetu ni wewe tu. Tunakuomba uwe nasi, utuongoze kwa njia zako. Mungu wangu, tunaposoma hii kitabu ya Luka, tunaomba mafundisho yenye tutakayoyasoma siku ya leo yakaweze kutuongoza. Pia sisi tukaweze kubadilika, si kwa kubadilika kwa muonekano bali, pia roho zetu zikaweze kukubali na zikaweze kukaa na upendo. Mungu wangu, asante kwa hawa watu umenipea 160. Mungu wangu, nasema ni asante. Nasema ni asante. Asante Mungu, waongoze, wasaidie, wapiganie. Kama kunaye mgonjwa, anayepitia changamoto za maisha, ukaweze kumsaidia. Ni katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tutasoma kitabu cha Luka Mtakatifu 9. Akawaita wale vinasara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupooza wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo, wala mkoba, wala mkate, wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yoyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mji. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakunguteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda wakazunguka katika vijiji wakihubiri injili na kupooza watu kila mahali. Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengi walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Elia ametoka, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa. Basi ni nani huyo ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumuona. Basi wale mitume waliporudi walimuelezea mambo yote walioyatenda. Akawachukua akaenda nao fagani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja ya kuponywa, na jua likaanza kushuka. Wakamwendea wale thenashara, wakamwambia uage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Akamwambia, wapeni nyinyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mkate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula, kwa kuwa wanaume waliokuwa walipata kama 5,000. Waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyowabakia
walikusanya vikapu 12. Amen, amen, amen. Na hapo ndipo tutafikisha somo letu la siku ya leo. Mungu akubariki, akuongoze na akusaidie. Hadi wakati mwingine, kwa heri.